Mwishowe picha yetu inaanzia kwa wakandarasi wakubwa wa mijengo, na hawapa waliingia ndani ya chumba chao, lakini wakandarasi hawa ni watumiaji wazuri wa madawa ya kulevya, na wote wawili wako sawa, akili zao zinafanana, maana ndege wafananao hulukaga pamoja. Baada ya kutumia dawa zao bwana, na stimu zikajaa, mara ghafla huyu mmoja akaanza kubadilika na kupiga mingulumo tofauti. Mchizi aliposhangaa, mwanaye akamzuru, na alipomaliza kumzuru mwanaye, yeye akatoka nje kukimbia. Huyu hapa anaitwa Adam Vagos Doctor, na huyu hapa ni mwanae Magaeli. Sasa hivi amemleta mwanae likizo, yani baada ya mkewe kufariki Adam hawezi tena kukaa na mwanae na ikabidi amlete likizo. Huyu hapa ni jirani yake ambaye anaitwa Johnny. Johnny bwana alimwalika Dr. Adam katika chakula cha usiku ili mradi apate kumfariji na kumpa wasaa na kumtoa mawazo ya mkewe. Adam alifarijiwa pamoja na mwanae Magaeli. Haya, akamwambia bwana, kila jambo mpangaji ni Mwenyezi Mungu, lakini usijali. Mchizi na akarudi nyumbani kwake kwa majonzi na akalala kitandani. Lakini hapa ikamjia ndoto ya yeye yuko na familia yake, yani mke na watoto wake wote, na ndoto ikaishia kwa mke wake kuondoka. Tunarudi asubuhi kwa yule mtu ambaye jana aliathirika kwa kung'atwa na mwenzie ambaye ameathirika, na hapa baada ya kushikwa akamkolea dokta usoni. Lakini dokta huyu naye alipanda ndege, lakini zile dalili zote za kukoholewa zikaanza kumuafect, yani kumuasili, yani kumtembelea, na akaanza kujisikia hayuko sawa. Upande hapa tunamwona dokta ambaye anaitwa Lucy Brack, yeye anaangalia taratibu za wagonjwa ambao tayari sasa hivi wameathirika, baadhi ya zile video kuona. Na huyu hapa ni dokta kutoka huko Venezuela ambaye alikuwa anauelezea ugonjwa huu kama iwapo utatokea. Na dada akaendelea kufuatilia halama na watu majanga ya upande huu ambao ugonjwa huu umetokea, na akawaambia bwana, kuweni makini. Adamu aliporudi ndani ya supermarket kuja kuchukua chakula, lakini anakuta shelf yote ya supermarket chakula kimeisha, na kuna mwanamama hapa amejizolea chakula kingi kutoka. Lakini baada ya hapo alipotoka nje alikuta watu wengi na waathirika wengi. Adamu akatafuta namna gani ya kujitetea, lakini hata wale wagonjwa ambao wako ndani ya ambulance walitoka na kushambulia watu. Na jamaa mmoja aliposhika bunduki ilimadi kujitetea, na askari akamwambia weka bunduki yako chini usiue watu, na yule askari bila kujua naye akang'atwa vibaya. Adamu kaona hii sehemu si salama, akaingia ndani ya chuma yake bwana na kuiwasha, na moja kwa moja Adamu kuanza kutafuta mbuga wapi pa kuelekea. Adamu anawaza familia, kina anapokuja hapa anamkuta yule jamaa Miguel na mke wake tayari wameshaathirika. Adamu kumpa kampani mwanae na kumchoma sindano, kwa nini hubibi ameng'atwa, na hapa kumpunguza virus kidogo, lakini dalili mbaya za uzombi huyu dada tayari zimeshamtembelea. Adamu ataanza kufanya research kuangalia ugonjwa huu namna gani namna vipi, lakini na hapa anagongewa na majirani wengine na kuingia ndani, na hawa lakini walikuwa wako salama. Wakiendelea kumtazama, lakini huyu jirani mmoja alioingia na mkewe akang'atwa na mke wake Miguel, na mkewe Miguel alipigwa bunduki ya kichwa na kufariki maisha. Hapa tunaonekana Adam anapokea simu kutoka kwa mwanae Carlos, ambaye yeye vile ni daktari mkubwa wa kufanya uchunguzi wa haya magonjwa. Na hapa Adam anaambiwa hakika bwana, magonjwa haya ni hatari sana, endapo tu utapong'atwa basi jua na wewe umebadilika. Na katika kikundi hiki kuna mmoja ameng'atwa na mke wake Miguel. Hapa ni mtihani, hapa ni shida, yani ni moto zaidi ya moto. Lakini huku baba yake na Adam anasikia hali tofauti, lakini hapa anamuona mchizi nje amekaa tayari ameshajipiga risasi na kujiua. Na hapa akamwambia mke wangu, hakika tusifungue milango wala madirisha, tufunge kila kitu, tumsubiri mwaneto Adam na tumwangalie mjukuu wetu vizuri. Basi hapa serikali ilikuwa tayari sheka beria, hakuna mtu kupita, mtu yote ambaye ameathirika. Bunduki nyingi wakataka kuwazuru, lakini risasi zile zilifanya kuamsha mazombi ambao wako polini. Damu kama jamani, sisi hakika ni wanadamu kama nyinyi na bado hatujazulika. Machizi pale kuangalia akamwambia jamani oya, kini ghafla mke Miguel akiwa tayari ameshaathirika na watu baadhi mazombi wengine wakaja pale wakakiwasha. Adamu akasema oya, ingia kulia ingia kushoto, na wale mazombi wakakamua watu vibaya, wakanywa damu vibaya. Lakini Miguel pamoja na Adam walibahatika waliondoka bwana. Wakasema jamani, hakika nchi shakuwa kazi hapa, tunaenda wapi? Na ubishano na mvutano ukawa kwa watu wawili, lakini Adam kutokana yeye ni daktari anajua saikolojia akamtuliza Miguel, akamwambia tulia mwanangu, hili ni swala
na ni swala hili la kupita, twenzetu. Basi wakaingia ndani ya gari na taratibu wakatafuta muungano na wenzao, lakini huku Carlos anaonekana akiwa wanafanya uchunguzi ule mwili wa mtu wa kwanza ambaye yeye alidhalisha mazombe, lakini matatizo na mazala nchini yakaenea. Watu mabasi yakawa hayaendi wala magari kusukumana, na hapa hawa watu walijificha ndani huku, lakini zombi vile vile wakavunja dirisha wakaendelea kuwazuru. Katika ile familia alibahatika kutoka kijana mmoja tu na kipikipi chake akajinusuru roho yake. Upande wa hapa Adam na mwenzie Miguel wakiwa wanatengeneza gari, mara ile pikipiki kapita shoo, wakaona oya mwanangu, hebu tumuunganishie la sivyo kitakuwa kitawaka hapa. Basi wakaendelea, lakini mwisho wa siku dogo akakimbia pikipiki haikumfikisha mbali bwana, akapanda tena gari wakampa na wakamsaidia, na watatu hao wakaondoka salama. Wakiwa wanaondoka wanamuuliza inakuaje, akamwambia bwana ndo kama hivyo kimeshawaka na familia yangu yote imeshateketea. Hapa walipofika hapa ikabidi wasimamishe gari, lakini wakawa waangalifu sana, na jamaa hapa akachukua bunduki ambayo askari na kumshuti zombi. Haya, wakafika katika hoteli hii moja, lakini wakakuta mazombi wengi, ile bunduki ama mlio wa risasi, na mwisho wa siku jamaa huyu hapa akawasaidia, na mchizi akajitambulisha, bwana mimi naitwa fulani, naitwa Anthony, kwa hiyo karibuni sana, muwe na amani, msiwe na wasiwasi, hakuna mtu yote aliyezulika bwana, sisi hakuna mtu yote aliyezulika. Huyo Anthony bwana alikuwa yuko na mkewe hapa ndani, ambaye jamani karibuni, hili tatizo sijui hata limetokea wapi, lakini ni kitu cha kukipambania. Na walitulia, lakini hapa Adam anaota ndoto kali kama mwanae Miguel amekamatwa na zombi akiwevutwa, na akaamka, na alivyoamka ikabidi angalie kwenye corridor, anakuta zombi mzee wa mdebwedo anamwambia zee baba njoni kukule, njoni kungate. Mchizi akapambana sana kujitetea maisha yake ili maana asije kazulika, lakini hapa mazombi wakaonyesha kama kumshinda, maana walikuwa na nguvu nyingi ambazo si zombi wale mdobwedo, bali hawa ni zombi wazee wa kubonyeza. Na hapa Adam alitoroka kitaratibu, lakini alipokuja kwenye korido nyingine zombi kama wote, ikabidi aendelee tena kukimbia kunusuru maisha yake, na mwisho siku akapata juu ya roof kabisa na kuanza kujitetea, lakini nusu Adam apoteze maisha, na anatokea mwanadada hapa mlimwende anamsaidia kwa kumpiga zombi yule risasi ya kichwa kwa upande wa nyuma, na hapa anamwambia njia sahihi na usalama ni hii hapa. Na hapa wanatoka wanakutana na familia kidogo ambao ni Johnny, na hapa lakini anatokea huyu bwana mdogo ambaye alimsaidia pale, mguu wake umevunjika, kwa hiyo mdogo huyu anamtiani. Adamu alipapatua, lakini huyu mama bila kuangalia kama mazombi wanakuja, umeelewa akiwa anaambia asubiri pale msaada, na huko Adamu alikuja kumsaidia bwana mdogo kumpa huduma ya kwanza, kumnyosha mguu, na bwana mdogo wakawa kidogo afadhali, lakini huku zombi wanaendelea kuwashambulia na kuwakimbiza vibaya. Hapa kina mama hawa wamekaa hapa kujitetea maisha yake, lakini mama huyu vile vile naye anang'atwa, na huyu mwanadada alipanda juu ya dirisha kwa upande mwingine wa nyuma na kuingia ndani, lakini huyu dada akiwa ameizubaa hapa akiwa hana moja wala mbili, naye aling'atwa na akaona huu ndio mwisho wa maisha yangu, na zombi wengi wakamkimbiza, lakini aliyepona amepona na anayezulika amezulika. Upande wa watatu wa hapa bwana, jamaa kisha kuwa kiguru na mguu tayari ushafunjika. Usiku huu walitulia hapa, na asubuhi palipokucha wakaenda kuingiza gari kwanza mafuta, gari yao wameikuta wakaiweka sawa, lakini hapa mchizi analia jamani mimi ndio mwisho wa maisha yangu. Lakini kuna masela bwana, wazee wamekandamizo, wamekuja si mazombi bali ni wauni tu, wakikukuta wanaweza kukuua, wakajificha bwana hadi machizi wapite. Lakini hapa wakawa wanaendelea kutembea na gari hiyo mpya, na ili mradi yaani matatizo yaepuke. Upande wa babake Adam na mamake Adam, mama anaonekana mzee kama alishang'atwa, lakini mama alifanya makosa kumfungulia tena mzee aingie ndani. Upande wa hapa Adam anatembea peke yake bila kujua kama eneo hili linaweza likawa hatari kwa maisha yake, na mwisho wa siku amemponza bwana mdogo Anthony kupoteza maisha moja kwa moja. Kwa watu wakadili na bwana mdogo bwana yule kiguru, na Adam na mzee Miguel wakakimbia, na hapa wakafikia katika ukingo wa wanajeshi ambao walikuwa wameka patrol, wakawaingiza ndani kuanza kuwatoa virus kwa dawa zao maalum na kuangalia kama hawajazulika, na mwisho wa siku akakuta wako salama. Hapa anakutana na swaiba yake Carlos na baadhi ya mili ambayo imechukuliwa ya watu ambao wameshaathirika ikichoma moto. Haya, wakaingia ndani hapa kupiga story 1 2 3 kuangalia namna gani wanaweza kuipata maabara kubwa ambayo wanaweza kwenda kufanyia vipimo hivi dawa yake ni nini. Lakini zombi wanakuwa wengi, na kila walipopiga risasi walizidi kuwaita zombi, na hapa walipoweka kambi dogo panavamiwa na Miguel na mwenzie Anton wanaondoka, na baadhi ya wanajeshi walibahatika kuponyeka pale, na hawa
wakawa wanasaidiana vizuri, lakini jamaa ana amri sana, na baadhi ya mwanajeshi mmoja akawa shajeruhiwa, akaona bora nikimbie sije nikawa zombi bure, mwisho siku nikaleta maafa. Dokta hapa anampa ushauri wa askari, lakini askari hata kuleta zile kanuni zao, sheria ifuatwe. Analongea yeye ni sheria, unalongea wewe kwake ni upumbavu. Lakini hapa baada ya kuleta ubishano mkubwa na ukinzani, daktari anapigwa chini, lakini Miguel anaona isiwe kesi, anamnyoshia huyu askari polisi, ambaye mwanangu tutakumwaga ubongo bwana. Sasa hivi usilete masuala haya, sasa hivi unaleta masuala ambayo kusikilizana, kila mtu ongee. Na kweli wakaongea, na mwisho wa siku wakaelewana na wakapanga namna gani wanaweza kupata makao makuu ya maabara kwenda kufanyia uchunguzi dawa hizi ama uchunguzi. Hapa wakagawana bwana. Adam akakutana na watu wawili ambao wamejifanya kama wanataka msaada. Haya bwana, sisi tunataomba msaada. Basi Adam ile kuwakubalia, yule jamaa akachukua bunduki na Adam akajitetea chapu kwa haraka. Kwa sababu dunia imeshaharibika, mtu anajifanya chambo, lakini huku nyuma anakuta Adam watu wawili walitekwa. Na kuwasaidia wale watu wawili na kuacha huru. Akamwambia bwana, watu walituteka. Basi lakini mama anaonekana dalili mbaya za ujauzito. Baada ya kuonekana dalili za ujauzito, ikabidi gari wasimamishe tena Adam upande wake, kipindi anatafuta kwenda kwao kwa babake na mamake kwenda kuchukua watoto wake. Na zombi wakaenea tena. Adam akapoteza ile familia. Adam ikabidi akimbie tena akiwa tena peke yake. Adam alichanja mbuga, na upande huku kina Miguel pamoja na dokta na yule mwanajeshi na yule mdada wakiwa wanazidi kusogelea eneo kubwa la maabara. Adam aliambia nyipiteni huko, lakini daktari au mwanajeshi mkuu huyu alipambania maisha yake na akaika kizuizi madi hawa wapatokingia katika hiyo maabara. Ikabidi ajitoe muhanga, ajitoe sadaka na kweli. Lakini Adam alipofika huko alikuta baba na mama wote washakuwa mazombi. Adam alilia sana, anamua baba yake huko angalia, lakini kitu cha kushangaza aliporudi kwa alimkuta mwanae tayari ameshangatwa, lakini mwanae mpaka sasa hivi hajabadilika kuwa zombi. Yani inaonekana mtoto ndio tiba kubwa ya dunia. Na hapa anakutana na mwanadada mmoja ambaye ajifanya anaomba msaada, kumbe naye ulikuwa ni mtego. Hawa ni wale watu walikuja pale kipindi kile katika ile shele ya mafuta na kujifanya wanakuja kuchukua pikipiki. Na Adam hapa ikatokea tatizo na akatekwa, lakini Miguel alikuja akamsaidia Adam na kumchukua hapa na kumrudisha katika maisha yake ya kawaida. Wanangu we, kama bado hujasubscribe ama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, basi bonyeza alama ya kusubscribe. Kwa movie kali na historia kali na simulizi kama hizi ni kwangu pekee, kwa picha kama hizi zilokuwa na hamu za picha za kutisha na kufurahisha. Kwa hiyo Adam alipata suluhisho kama watoto wa chini ya miaka 10 wao hawazuliki na ugonjwa wa mazombi. Na huo hapo ndio mwisho wa picha yetu. Cha